mfumo huu umezinduliwa rasmi katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na mtaalamu wetu tungependa kumpa mkono, amefanya kazi kubwa sana katika kutengeneza mfumo huu, na pia naibu katibu mkuu kusimamia kazi hii na kutekelezwa. Na nimeambiwa kwamba unaweza ukajisajili hata kwa kutumia simu yako, kompyuta yako, kompyuta mpakato na chombo chochote ambacho kinaruhusu kuingia katika mfumo. Na mfumo huu umesajiliwa. Kwa hiyo usiwe na mashaka. Karibu, utapata matangazo yote ya kanisa, utapata na habari zote za kanisa. Mungu abariki kazi yake. Amen. Awali akihubiri katika ibada hiyo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Kusini Njombe, Askofu Dr. George Fihavangu, ameeleza umuhimu wa viongozi wa kanisa kusimamia na kulinda mfumo wa kanisa, huku Godfrey Kilimba, mtaalamu wa mfumo kutoka Dar es Salaam Tumaini University DATU, akieleza kuwa mfumo huo unaweza kuwasajili washirika wote wa KKKT. Kiongozi kazi yako ni kuunda au kusimamia mfumo, na kama kweli katika kila kona mfumo ukikaa vizuri na ukasimamiwa vizuri, mambo hayawezi kuharibika kwa urahisi. Sasa kama mfumo, kila sehemu ya mfumo itafanya kazi inavyostahili, tumefaulu. Lakini mara nyingi unakuta kwamba mifumo yetu inaharibiwa. Sasa hivi tunaingia kwenye digitalization, kuingia kwenye mfumo wa kidijitali. Manake lazima mifumo yenyewe ya analogia iweze kufanya kazi vizuri. Kitakacholinda mfumo ni uaminifu. Uaminifu ukiwepo, tupo salama. Na uaminifu unajengwa kwa kumwogopa Mungu kwa vitendo. Mfumo huo uko tayari na unaweza kusajili washirika wote. Tunaomba askofu uweze kuzindua rasmi kwa kufanya au na pia kujisajili kama memba wa kwanza katika mfumo huu, na washirika wote waje kuendelea. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetupa akili ili tuweze kukujua wewe, lakini pia na maarifa ili tuweze kutumika na kulitangaza neno lako na kujenga ufalme wako ambao wewe mwenyewe umetukaribisha sisi kuifanya kazi pamoja nawe. Tunaomba ukabariki mfumo huu ili ukawe baraka kwa kanisa lako na hata watumishi wote watakaokuwa wakiulinda mfumo huu wajue kuwa ni wewe unayewaita siku zote katika kazi yako. Lakini tunawakusihi washirika wakapate mwamko katika kujiunga katika mfumo huu, ili mfumo huu ukawe baraka, ili tukijua kazi zako ambazo unatutuma tuweze kuzifanya. Ni katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amen. Weka ishara ya uzinduzi wa mfumo huu, na maombi yangu ni kwamba washirika wote ambaye anajua ni mshirika wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri anakaribishwa kutembelea mfumo huu na atapata maelekezo mazuri yanayoonyeshwa katika mfumo huu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baadhi ya wachungaji na waumini wamesema matumizi ya teknolojia ni muhimu katika kuielimisha jamii, hasa vijana, ambapo Paulo Metili na Dr. Lightness Kale, kiongozi wa wanawake katika kanisa hilo, wamesisitiza kuwa majukwaa ya kidigitali ni muhimu katika kufikisha ujumbe na kuonesha fursa mbalimbali. Nasema tumechelewa. Dunia inaenda kasi, dunia imeingia katika utandawazi, mambo mengi, masoko, mawasiliano na vitu vingi sasa hivi vinapatikana katika digital.
na ni wakati mwafaka na kanisa limeona sawa na maono haya ni sahihi sana, ili kuweza kuwafikia watu ambao sasa hivi wako mitandaoni zaidi kuliko kawaida. Nimeona ni kitu cha maana sana, kitatusaidia katika kueneza Injili. Katika kueneza Injili, watu wakisikiliza hata kwaya zilizo kule, watu wakisikiliza mahubiri mbalimbali, askofu anahubiri mahali tutamuona. Kwa hiyo mimi naona kama ni kitu kikubwa sana. Kitatusaidia sana, hata sisi kama wanawake tutakuwa tunapeana taarifa mbalimbali za idara yetu au kurugenzi yetu ya wanawake na watoto.